Nsemo ya kabere amayensa ayamo litkolia Jumapili wairebuya omugeni oito Caroline Nyambura Ogaro nyareko bawikena imeye studio otwanjira tora burukani omunuga tarike Nyambura tugukwana kuri nasu munu bigiswahili igiswahili ayo mugusino kemanyete higobono otugusanga munaye bunire botambekerengeri kyawo nigo kirabe kinge nchoke gima gwetera as namba ya SMS Rasi TV yago. Karibu sana dada Caroline Nyambura ndani ya Ndizi TV. Asante sana. Hujambo? Si jambo. Jua wengi tulipotengeneza ile posta tu tukashare katika platform zetu za social media, wengi waliingia inbox yangu wananiuliza kwamba hata wale ambao wanakodisha nyumba pia wako na haki zao. Ndio. Ni maswali ambayo yalikuwa yanajitokeza pale, nikamwambia subiri kidogo. Tutakutana na dada yetu ambaye ni mgeni wetu tutakayezungumza pamoja naye hapa ndani ya studio. Nataka utazame ile kamera, labda tuambie majina yako ni yapi na shughuli zako za kikazi ni zipi? Mimi naitwa Caroline Nyambura Ogaro, hayo ndio majina yangu. Mimi ni agent wa manyumba. Agent wa manyumba anahusika na kulipisha wapagaji, kuuza mashamba, kununua, hayo yote yanahusika pale ama property management. Yeah. Wako ndio kama property management. Unajua wengi wanaposikia agent kuna ile yanayokuja, yani mawazo yanayokuja katika akili zao. Sijui kama kuna kampuni labda ambayo uko touch nao unayofanya kazi nayo? Nimetoka kampuni ya Zcas Agencies. Inahusika sana na property management. Property management. Yes. Labda maeneo yenu ya kikazi ni huko Kisii ama kote kote? Kote kote nchini. Tumetoka Nairobi lakini kwa sasa hivi tuko pia Kisii. Yeah. Asante sana. Karibu. Mazungumzo makubwa hasa ambayo tungeweza kuyazungumzia sasa hivi. Jinsi nilivyokuambia, swali la kwanza lilikuwa ni je, kuna haki za anayekodisha ama anayekodi, tumuita tenant, ako na haki zake, na labda yule ambaye pia anakodisha ambaye ni landlord pia ako na haki zake. Kwa kawaida tu mtu anapoenda kutafuta nyumba ya kukodisha, ni mambo yapi yanafaa ayazingatie hata kabla ya kupata hiyo nyumba? Mambo ya msingi ambayo mtu anafaa kuzingatia wakati anapotafuta nyumba ama tumuite mpagaji, wakati anapotafuta nyumba ambayo ataenda kupaga, anapaswa kuangalia mazingira. Hali ya ile nyumba inapaswa kuwa hali nzuri, kiafya, stima iko sawa, maji kama ni maji taka, environment yote iwe inamfaa binadamu. Ndio. Asante sana, umezungumzia kuhusu mazingira na yote hayo. Labda mtu ameenda amesha yakubaliana na mazingira, ambaye ni mpangaji ameenda amekubaliana, amesema mambo ya afya iko sawa, mambo ya usalama pia niko wako sawa nayo. Sasa hatua nyingine labda anafaa aianzishe ndipo aweze kuingia katika hiyo nyumba ni ipi? Hatua nyingine ambayo anapaswa kuchukua, ambayo nimeona hasa hapa Kisii haifuatiliwi sana. Kuna ile agreement anapoenda kuongea na landlord. Kuna ile agreement ambayo anapaswa kupewa, asome kwanza makubaliano ambayo yameandikwa pale kabla ya kulipa pesa. Lakini hiyo ni haki yake ya kwanza ambayo anapaswa kufuatilia. Apatiwe hiyo agreement, aisome vizuri yale makubaliano, akikubaliana nayo then ataenda, wataweza kutia sahihi yeye na landlord, alafu atampa pesa. Jioni ya leo mpenzi mtazamaji, tunazungumzia kuhusu haki tu za mpangaji na yule ambaye anayepanga nyumba. Jambo la kwanza venye Caroline ametuambia hapa, ametuarifu ni kwamba enda kwanza katika site, enda katika hiyo nyumba, angalia mazingira, angalia hata ukubwa wa familia yako. Unajua kuna wale pia wanasema nyumba iko sawa, mazingira yako sawa kabisa, lakini ukubwa wa nyumba pia linakuwa changamoto. Labda mimi niko na familia, niko na watoto 2 3 namna hiyo, nyumba ni single. Labda swala kama hilo linakuwa la muhimu kabisa wakati unapoangalia pia? Swala kama hilo linakuwa la muhimu sana, lakini
upande pia wa landlord. Yeye ndiye anapaswa kuamua hii familia ni kubwa, haifai hii nyumba ni ndogo. Haitakuwa salama kwao. Kwa hivyo hiyo inaenda upande wa landlord sasa. Ni kweli kwamba labda landlord wengi hawana ufahamu pia, kwa sababu unapoenda kutafuta nyumba kama mpangaji, kutia saini na agreement hiyo inafaa itoke kwa landlord mwenyewe. Ndipo niambie hizi ndio sheria na masharti tutakayoyafuata. Niende labda nipate iko freestyle namna hiyo. Unaona inakuwa advantage kwa tenant, kwa sababu watasema hapa hakuna conditions mingi sana, ndipo unapata unachukua advantage sisi kama wapangaji. Ndio, na hatari sasa zinapotokea ndio sasa kila mtu anaanza kujiuliza nitaenda wapi? Labda tenant anasema sina haki yangu kabisa. Lakini yeye mwenyewe makosa ni yake, wakati alienda hakufuata sheria vile inafaa. Na yeye anapojipata kwa hatari inakuwa vigumu kwa ile sheria kumtetea. Inakuwa vigumu kwa sheria kumtetea. Hebu tuzungumzie tu, labda unafahamu zaidi kwa yale mambo ambayo ni mazito huwa yanafaa yazingatiwe katika agreement hiyo, katika mkataba hiyo mwanaweza kufanya kusaini na wakubaliane. Ni yapi ambayo huwa yananakiliwa pale ya muhimu zaidi? Jambo la kwanza ambalo huwa linanakiliwa pale la muhimu zaidi ni kuhusu kodi ama rent ya nyumba inalipwa tarehe ngapi. Hiyo ni makubaliano ya kwanza ambayo mpangaji anapaswa kufanya na mwenye nyumba. Kwa sababu mara nyingi kama hamtakubaliana vizuri, ni rahisi kwa mwenye nyumba kukuja kudai kodi yake before ama kabla ya tarehe ambayo mlikubaliana. Yes. Anaweza kaa hivi anafikiria hapana, sasa hii mimi nitaongeza nyumba yangu. Mmekuwa mkilipa 2,000, sasa mtalipa 3,000. Finance bill imepita, sasa nitaongeza. Umekuwa mkilipa tarehe 5, sasa mtalipa tarehe 10. Ama nimefikiria hapana, sasa mnapaswa kuhama kwa nyumba yangu. So makubaliano yale ya unalipa nyumba tarehe ngapi, ya pili na kiasi kipi, hii agreement ni valid ama haya makubaliano yanaenda kwa muda mgani, inapaswa kunakiliwa pale. Na kutia ndani kuna makubaliano mengine nikiwa pale ndani ya nyumba ninapaswa kuwa nalindwa na hiyo agreement. Yes. Landlord hawezi kuja kuingia kwa nyumba yangu bila idhini. Hafai kabisa. Nyumba ni yake, mbona asiingie? Lakini iwapo nimesign hiyo agreement, hiyo tu ndio naweza, sheria inakutetea na unaweza simama imara na kumwambia hufai kuingia kwa nyumba yangu. Hata iwapo kuna emergency unapaswa kuwa na idhini kutoka kwangu ndio nikuruhusu uingie. Lakini kwa wengi, kwa sababu hawafanyi hivyo, yeye anakuja ameingia ndani, nyumba ni yangu, naweza fanya chochote. Naweza fanya chochote, nyumba ni yangu, nilijenga, kwa hivyo niko na uhuru wa kuweza kuingia kwa wakati wowote ile. Tumepata kwamba katika hizo agreement ni mambo ya muhimu kabisa ambayo yanazidi kuzingatiwa hapo, kiasi cha pesa ambacho unafaa ulipe, na jinsi dada yetu Karen amesema chibesicho wikira kerengo ki chinga kichire chura nyara kwa babu wakana. Labda katika hizo sheria na masharti labda ziko katika hiyo agreement, wengi wanasema kwamba huwa zinatetea mwenye nyumba ambaye ni landlord, kwa sababu huyu tenant hakuwa included wakati anapokuwa sheria hizo kama hizo zinatungwa. Sehemu sasa ya mpangaji ni ipi katika sheria hizo, kwa sababu tayari zimetungwa na hana lolote pale la kupinga? Ndio sababu hulazimishi kukaa mahali popote. So unapaswa kwanza kusoma hiyo agreement, ukikubaliana nayo ndio unaweza kutia sahihi. Usipokubaliana nayo unaweza tafuta nyumba mahali pengine. Lakini jambo ambalo wapangaji hawajui, kwa sheria mpangaji ana haki nyingi kuliko mwenye nyumba. Jambo gani kabisa hilo limekuja kwa mara ya kwanza? Ndio, ana haki nyingi kuliko mwenye nyumba. Kwa sababu mwenye nyumba anapojenga ile nyumba, ni kweli ni yake amejenga, yeye haendi kuishi pale. So ni wapangaji ndio wataishi kwa ile nyumba. Na ndio maana nayo sheria sheria iko na haki nyingi kwa wale ambao watakuwa wanaishi kwa ile nyumba, ili mwenye nyumba asiwadhurumu akidai nyumba ni yangu, naweza fanya chochote kile. Mpenzi msikilizaji, jioni ya leo tunazungumzia kuhusu haki za mpangaji pia na yule ambaye ni mwenye nyumba ambazo zinafaa ziweze kuwaongoza. Kwa mara nyingi tumeweza ona vita vingi sana na mvutano hapa na pale, hasa wakati watu wanadaisha rent.
unapolipa rent. Ndio. Naona mwenyewe anaanza tarehe 5 pale. Tarehe ya mwisho kutoka kwa hiyo plot labda ni tarehe 20 ndio tena ndio mwisho atakuwa amelipa. Inamaanisha kwamba hapa labda kuna mambo mengi haya kuzingatiwa wakati hapo tarehe ya kulipa. Ni kweli kuna mambo mengi hayakuzingatiwa, hakukuwa na makubaliano yoyote. Wakati mpagaji alipokuja kwa mwenye nyumba walikubaliana. Wakati mmoja nilitafuta nyumba hapa. Nilipoenda kwa mwenye nyumba aliniambia, wewe bora uko na pesa ya mwezi moja, hakuna haja ya deposit. Ukitaka kuhama wewe toka kwa nyumba yangu uende. Bora uniachie nyumba. Jambo lolote likitukia nikiwa pale, sitatetea vyovyote vile na sheria. Asante sana penzi mtazamaji, jioni ya leo tuzungumzia kuhusu haki. Hakikisha kwamba pia wewe kama uko na swali unaweza pia liuliza kupitia kwa njia ya mitandao ya Facebook, YouTube na vile vile website yetu, na katika runinga yako kuna nambari ya SMS. Andika swali lako pia na wazo lako, tutalisoma hapa ndipo sasa tunapoendelea basi na majadiliano yetu jioni ya leo tunapozungumzia haki za mpangaji na vile vile mwenye nyumba. Tumesema mambo ya deposit. Is it a standard? Iko standard kwamba across the board, kwa sababu mtu anasema mimi nitakuja niishi hapa kwa miezi 6 tu. Kuna haja gani ya kuwa na makubaliano hayo? Kwa mfano, kuna wale wanafunzi wanaenda mahali for attachment kwa miezi 3 tu. Anasema mbona nilipe deposit? Mbona niyo na hao makubaliano na muda nitakao kaa katika nyumba zako ni muda mfupi sana wa miezi 3. Sheria inaleta uwiano ama makubaliano kati ya mpagaji na mwenye nyumba. Mwenye nyumba ametengeneza nyumba yake vizuri kabisa, na wewe unapoingia pale hutakosa tu kufanya jambo lolote kwa ile nyumba ama kuchafua hata kidogo. Sasa deposit ni ya lazima hata kisheria, na kazi yake ni ya kugharamia iwapo utaharibu kitu chochote katika ile nyumba. Unapotoka mwenye nyumba ataangalia nyumba yake in your presence, then atasema kama hujaharibu chochote, iwapo kuna makubaliano atakurudishia deposit yako yote. Lakini iwapo kuna chochote ambacho kimeharibika pale, basi ataitumia, atakueleza, ataitumia kurekebisha, na baada ya marekebisho anapaswa kukupa receipt ambayo inaonyesha deposit yako ni hii, nimetumia kiasi hiki kufanya marekebisho na balance yako ndio hii, basi shika. Masleni Nyakundi kutoka upande wa Nyaura, yeye anasema kwamba hata wengine tunapolipa rent hatupatui receipt. Receipt ni ya muhimu katika kulipa nini? Anasema labda hawapewi. Makosa makubwa sana, kwa sababu huyo mwenye nyumba kidai hujalipa rent, utalipa tena. So inapaswa kuwa unampea rent na yeye anakupea ile receipt. Hiyo ndio utasimama nayo. Leo hii hata uende kwa rent tribunal yenye inaweza kukutetea kisheria ama yenye imeidhinishwa kisheria, watakuuliza ziko wapi receipt ambazo umekuwa ukilipa nazo kodi. Mpesa statement ya Mpesa. Au unapaswa kutoa hiyo, naye anakupa receipt ya kuhakikisha ama kuhakikisha kwamba wewe umelipa nyumba hiyo mwezi. Asante sana. Receipt ni ya muhimu sana Marceline, hakikisha kwamba unapolipa rent yako unapewa hiyo receipt, ndicho kitakachokuwa kielelezo kwamba na wewe mwenyewe ushalipa. Na pia kuna ile mitindo mingine watu wanasema mnaenda tu kwa bank. Katika harakati kama hizo, je, ashalipa pale? Hapa atapata receipt namna gani? Pale kuna hiyo payslip ya bank. Siku zote mwenye nyumba anapaswa kuwa na receipt. Yule analipa na anapewa payslip, anamletea hiyo payslip na yeye anamwandikia receipt ya kudhibitisha kwamba amelipa nyumba. Asante sana. Kuna mambo hata mtu anakubaliana na anasema wacha tu niingie, alafu kwa bahati mbaya tunapata changa tu linatokelezea pale, labda ni kuzuka kwa moto, mambo yameharibika pale. Sasa huyu mpangaji haki yake inakuwa wapi? Huyu mpagaji, iwapo kulikuwa na makubaliano kisheria, kulikuwa na agreement ambayo alisign, si ndio? Then kutafanywa uchunguzi iwapo kuna kiini cha ule moto ni nini. Iwapo wanaweza lipwa na mwenye nyumba alikuwa ameweka nyumba yake katika njia inayofaa, then kuna inaitwa nini? Insurance. Yes. Insurance cover ambayo ina cover tenant wake wote wanaweza lipwa.
So the landlord inafaa ashughulikie mambo ya insurance katika mkataba huo wa kuweza kuwa na uwano wa kuweza kuingia katika nyumba. Landlord ndiye ana wajibu wa kuhakikisha wapagaji wake wako na usalama wa kutosha. Lakini inafanyika Caroline, tuulizane tu. Unajua inafanyika katika ground. Watu wanasema kwa ground mambo ni tofauti sana. Mvua ilianza kunyeshea watu wapi? Maana hata mimi pia jambo hilo limeniguza, iendekao katika njia moja ama nyingine, pia hata mimi sijaweza kuidhinisha baadhi ya zile requirements zinahitajika kama tenant. Ndio maana nilifikiria sitafanya tu kazi, lakini bado nitaraise awareness. Yes. Inaanza na wapagaji. Kwa sababu mpagaji anapofika kwa mwenye nyumba anakuambia ingia tu bila deposit. Hapa hakuna mambo mingi, hata hakuna kusign agreement. Wewe uko sawa, unaingia, hakuna mambo mingi na kaa. Bila kujua haya mambo madogo ambayo unapuuza ndio anakulinda wewe kisheria. Yes. Itakuwaje? Utajulikanaje ulikuwa mpagaji kwa hiyo nyumba yake? Moto ukue, kila kitu kimechomeka. Utadhibitisha na nini? Nilikuwa mpagaji hapa. Hakuna. Tari sana kwa usalama, Unajua hata kuna wakati mwingine mambo yanafinya, hata landlord mwenyewe anakujia advance. Kuna advance ya nyumba. Anamwambia nimefinyika kidogo, ni tarehe 20 hivi, unafaa ulipe tarehe 5, lakini naona hapa kidogo nimefinyika, hebu chenye uko nacho. Hapana, hiyo haifai kabisa. Inapaswa kuwa makubaliano yenye mmekubaliana rasmi. Kama mmekubaliana kulipa nyumba ni tarehe 15, before tarehe 15 hafai kuja kwa mlango wako kuambia hapana. Hiyo haifai kabisa. Sasa tuzungumzie jambo la agents, manake kuna wale pia wana prefer sisi ni mimi landlord na tenants wangu tu. Sasa agents wanatokelezea wapi hapa kuweza kuhakikisha pia wameweza kuainisha mambo haya ya makubaliano? Kwa sababu inakuwa vigumu mara nyingi kwa wenye nyumba, labda hawana hiyo, hapo ndio sisi tunakujia ili tuweze kuwasaidia kama ni kulipisha nyumba, kushughulikia wapagaji pale. Na sasa sisi tunakuwa katikati acting landlord. Alright. Yeah. Asante sana. Jioni ya leo penzi mtazamaji, nazidi kujifunza mengi kabisa yanayohusisha na haki za wote. Tunasema ni haki za wote kwa yule ambaye ni mpangaji na yule mwenye nyumba jioni ya leo katika makubaliano na jinsi gani unafaa ufuate. Labda kuna yale mlikuwa mmekubaliana, tuseme nimeingia kwa plot. Kwa mara ya kwanza napoingia pale maji yalikuwepo na nikaconfirm kwamba yapo, stima ipo na masuala kadhaa kama ni sewerage system iko sawa kabisa. Lakini hapa katikati tunapata kwamba mambo haya muhimu kati yao, labda maji, stima zinakatika zikienda. Wajibu wangu ni gani kama mpagaji? Kama mpagaji basi unapaswa kumuuliza mwenye nyumba ni nini kinaendelea. Na iwapo mwenye nyumba hata chukua hatua yoyote, yes, uko na stakabadhi zote ambazo ulitia sahihi ukiingia kwenye lile nyumba, then una proceed. Unaweza kutumia sheria akurudishie deposit yako ama pesa zako na wewe uweze kuhama. Asante sana. Paul Muragwa kutoka upande wa South Mugrango anasema kwa pakubwa zaidi landlord awarudishangi deposit. Unajua ni kweli. Anasema hiyo tu ni pesa nimemsaidia. Kwa nini inakuwa ugumu kabisa kuweza kurejesha? Inakuwa ugumu kwa sababu naamini ukifuata stakabadhi ambazo zinafaa mwanzo, before uingie kwa hiyo nyumba, hakikisha stakabadhi zote zenye yako nazo yule mwenye nyumba zinafaa kisheria, ziko sawa. Soma vizuri, elewa. Inakulinda. Hiyo inapaswa kukulinda wewe ukiwa mpagaji na bado inamlinda pia yeye akiwa mwenye nyumba. Lakini sana sana ukiwa mpagaji, hiyo ndio udhibitisho ambao unaweza kuwa nao kisheria, plus zile risiti ambazo umepewa. Nimekuwa nikilipa nyumba, sahi nataka kuhama, nyumba yake sijaharibu. Inspection ikifanywa, amekataa kunirudishia deposit yangu, sheria itamchukulia hatua. Sheria itamchukulia hatua. Kutoka upande wa Nyantrago Ibeno Egetongo listening, niko ndani nazidi kujifunza mengi. Naitwa Engineer Caleb. Hebu tuzungumzie a scenario whereby unapata kwamba mimi ni mpangaji, nimeishi kwa nyumba sijalipa mwezi wa kwanza, pili, tatu. Sasa nadaishwa karibu miezi 6. Shida inakuwa wapi mpaka mtu unasubiri kwamba hadi miezi 6 hapo 7? Miezi 6 7. Makosa ni ya mwenye nyumba, si ya mpagaji.
labda mpangaji ako na shida fulani, wamesema nimekusamea sasa, endelea kujipanga. Unapata hiyo rent ina pile mpaka inafika miezi 5. Makosa ni ya mwenye nyumba, kwa sababu unapaswa kukubaliana na mpangaji wako. Iwapo kwa kweli ameshindwa kabisa kulipa ile nyumba, kwa mfano alikuwa na kazi imeisha, sivyo? Hata unaweza tafuta makubaliano pale, kama kazi yake ndio imeisha, basi wakubaliane wote aende kwa nyumba hata kama ni ndogo, ili ambayo yeye mwenyewe ataweza kulipa ama ataweza kukidhi mahitaji yake. Uwezi mruhusu aendelee kukaa pale kwa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, na unajua vizuri hauwezi kabisa kulipa kodi ya ile nyumba. Alafu baadaye unamtupa nje. Sasa na madharau na drama zote. Hiyo haifai kabisa. Tuzungumzie hilo sasa. Katika makubaliano yote labda ambayo wewe mwenyewe umeangalia na umeyapitia, kuna mahali landlord anapewa uwezo wa kuweza kuretain baadhi ya vitu ama mali ya tenants wakati ameshindwa kulipa rent, kwa sababu unafika mahali fulani na kwambia value sasa ya vitu zenye ziko hapa kwa nyumba hii, kiti na hiki na hiki na kile, angalau kinatosha rent ya mwezi huu ama miezi miwili ambao umekaa hapa, so hizi zitabaki hapa, hizi zingine unaweza ondoka nazo. Kuna makubaliano yote yanaweza kuwa captured hapa ambayo yako standard. Iwapo kutakuwa na ndio inaweza kuwa, lakini iwapo kutakuwa na makubaliano kwamba mpangaji anaweza kumwachia mwenye nyumba vitu vyake vya nyumba, inapaswa kuwa in written form. Yes. Nimeacha kiti hiki kiti ni type fulani, kama ni TV kwa mfano, unapaswa kuandika ni LG, ni 32 inches. Yes. Nimeiacha kwa sababu ya hiki kiwango cha pesa. Nimepewa muda huu, niende nitafute hizi pesa, nilete ndio niweze kuchukua vitu vyangu. Lakini si kumaanisha anapaswa kubaki nazo kabisa ni vyake. Hapana. Ni kushikilia, niletewe pesa, nikiletewa pesa achukue, na yote inapaswa kufanywa kisheria. Asante sana. Steven Otundo kutoka upande wa Keumbu anasema wengi hata wa landlord huwa wanang'oa mlango, wanaacha nyumba ikiwa wazi. Hapo ndipo makosa inakuja, na ndio maana nasema kwa sababu ya kutojua haki zao, wapagaji wanadhulumiwa kila siku. Hakuna mtu yote ambaye ako na haki ya kung'oa mlango, si ndio? Hata kwa human rights ukienda unajua ni njia moja kukwambia sasa ondoka wewe umenichosha. Bana, ndapaswa kutumia sheria inayofaa. Umekuwa mpagaji wangu, imefika mahali labda umeshindwa kulipa kodi ya nyumba vile inavyofaa. Basi kuna njia inayofaa ya kuweza kukutoa kwa lile nyumba, lakini si kutumia kung'oa mlango, kukuwekea kifuli. Hapana. Mambo kama hayo kisheria hayaruhusiwi. Kuna jambo moja ambalo ndilo liguzia kwamba sheria hizi kwa pakubwa sana zinamtetea mpangaji. Ndio. Iendekawa pia ni kama mpangaji atakuwa anajifunga na hizo sheria, ndio manake labda wengi tukienda mahali plot hakuna labda hizo sheria, tunaingia tu kwa urahisi. Is it possible kwamba sheria hizo kwa pakubwa as much as zinamtetea pia zinamfunga, haswa ile tarehe ya kulipa hela ndio inakuwa shida wakati mwingine? Ngine labda unafanya kwa kampuni pesa labda mwezi huu inakuja hii tarehe na hiyo nyingine. So ku avoid hizo sheria zote kwamba tulikubaliana tarehe 5, mtu tu anahepa na anakimbilia ile plot ambayo labda haina sheria. Lakini unajua nimekuwa kwa hii industry kwa muda sasa. Na mambo ambayo nimejionea naweza sema kwamba sheria inasaidia sana mpagaji. Kwa sababu gani? Iwapo mlikuwa mmekubaliana na mwenye nyumba, mimi nitakuwa na kulipa nyumba tarehe 15 kila mwezi. Lakini hapa ni mwezi huu labda mshahara imesongeshwa kidogo, ama labda kampuni imesema huu mwezi hatutalipa, tutalipa mwezi ujao, lakini tuwalipe miezi miwili. Iwapo mwenye nyumba anakupeleka mbio ama hata na kutishia kukutoa nje, ukiwa na ile stakabadhi na zile risiti ambazo umekuwa ukilipa, unaweza enda kwa sheria na itakutetea. Sheria itakutetea. Mara mingi landlord wengi ya wao pesa mbele, mapatano hayapo kamwe, juu mpangaji naye nia yake ni nyumba na amepata, ndiye maana wanafurugana. Mpangaji anaama usiku juu nyumba ni mingi kuliko wapangaji. Dada, tupe elimu. Maji na sitani zinaumiza, ongelea. Naitwa Joshua Ngwaya. Nasema
Unajua kuna wale wanahama usiku. Unaamka asubuhi unapata nyumba mbili zilikuwa na wapangaji. Asubuhi labda zipo. Unahama usiku na ni hatari sana kwa sababu unahatarisha maisha yako. Kuna wengine pia wameuliwa. Ukipatikana ukitoka kwa lile nyumba, mwenye nyumba ako na haki ya kufanya chochote kile. Ukiwa nje ya nyumba yake sasa, huwezi dai nilikuwa kwa hii nyumba. Chochote anaweza fanya na ni hatari. Sasa ni vizuri sisi wote tufuate tu sheria. Hebu tuzungumzie zile plot ambazo labda ni kubwa kiasi cha haja na labda wakati mwingine ulinzi hamna. Gate tu iko hivyo open namna hiyo 24/7, ingia usiingie, hata hapajulikana nani anaingia katika hiyo plot. Hiyo huwa shida ya management labda ya mwenye nyumba. Na wale wapagaji wako na haki ya kumuuliza kwa nini sisi hatuna usalama hapa. Wapagaji wako na haki zote, wakiwa pale wanapaswa kulindwa kwa sababu labda mwenye nyumba hata haishi pale, sivyo? Kweli. Wale wakora wanapokuja usiku ama wahalifu wanapokuja usiku ama masaa yote ile, ni nani atakuwa kwa hatari? Ni mpagaji. Basi mpagaji yeye ndiye anapaswa kukua mstari wa kwanza kuuliza landlord kwa nini hatuna gate, kwa nini usalama wetu hakuna hata security light, hakuna hii. Unapaswa kuingia kwa ile nyumba ambayo usalama wako umedhibitishwa na mahitaji yako yote. Asante sana. Apostle Charles Saboka nauliza, mpangaji mlielewana tarehe ya kulipa imepita miezi miwili na kufungia, alafu unamngoja akuji, utafanyaje? Na anasema acha ikae. Hiyo nyumba labda kitu alikuwa nayo peke yake ni kiti. Kwa hivyo anaenda kupiga hesabu ya miezi miwili hajalipa na kile kiti tu stuli peke yake, anasema acha ikae. Utafanyaje? Na wengine wanafunga na alishatoa kila kitu, ametoa kila kitu, na kufungua nadhani sasa nyumba iko sawa. Napata labda hamna kitu. Sasa mwenye nyumba anapaswa kukua macho sana. Wakati hiyo unafanya kazi, hiyo ni biashara yake, anapaswa kukua macho. Kama mpagaji ameshindwa kulipa nyumba na labda ameona amejaribu wakubaliane, hakuna makubaliano yoyote, basi iwapo kuna hizo stakabadhi, anafuata sheria. Hata anaweza tumia hata chief wa karibu kuleta makubaliano. Aende kwa chief, atamuelezea, atampea notice. Kuna hiyo notice ambayo anaweza muandikia hata SMS. Anamwandikia SMS ama document yoyote, written document yenye anaweza baki na copy. Anaweza labda pelekea chief copy na aweke copy moja kwa nyumba ya upagaji. Asante sana. Kama wewe ndio mwenye plot, hapana enda fungua hiyo nyumba ukiwa peke yako. Mwenyewe atarudi aseme mali yangu ilikuwa na utalipa takriban milioni 1 katika hiyo nyumba. Na utalipa. Na utalipa. Asante sana. Nadhani ni ushauri wa muhimu kabisa, ambayo ni mambo ya muhimu kabisa tunafaa tuyatekeleze katika maisha yetu ya kila siku, haswa kama wewe mpangaji. Vitu ni vingi ambavyo vinapotea na unapata labda umekuwa ukidunishwa kabisa, wakati unajua kwamba kuna rights zako unafaa uzifuate. Kwa hivyo jambo la muhimu kabisa na ushauri wako mkuu jioni leo ni kwamba tuingie zile nyumba ambazo ziko na mapatano na makubaliano. Ndio hivyo. Na hakikisha stakabadhi zote ziko vizuri, soma vizuri before utie sahihi. Makubaliano yale yote yako pale. Kama hauelewi, afadhali utafute ushauri kwa mtu ambaye atakusaidia kuelewa vizuri. Usiseme nilisaini lakini sikuelewa. Nilisaini lakini sikuelewa. Mimi kwa mfano, dada Caroline, ninaishi kwa nyumba, nimefika muda nataka nihame. Nimeona ndugu yangu pia amehamia hapo karibu, nataka akuje kwa hiyo nyumba pia ashikilie akiendelea kuishi. Hapo jambo lolote kama hilo linakaa captured katika agreement, ama hiyo ni local arrangement tu? Hiyo ni local arrangement. Ukiwa na hiyo inapaswa wewe unapaswa kumpa notice mwenye nyumba. Ndugu yako anapoingia kwa ile nyumba, pia yeye anapaswa kusign hizo stakabadhi ama kutia sahihi upya sasa. Kwa vile ya kuendeleza hamna. Hapana. Hapana. Na mtu anapotaka kuhama katika nyumba, notice ni ya muda gani ambayo anafaa peana? Inalingana, kwa sababu kuna mtu anaweza sasa notice ya kuhama iwapo hakuna jambo lolote ama tatizo lolote. Inalingana na makubaliano yako na mwenye nyumba, kwa sababu huenda uko kazi lakini sasa transfer imeingia na unapaswa kutoka immediately. Sasa hiyo unaenda kwa mwenye nyumba,
mnakuwa na makubaliano. Mnakuwa na makubaliano ama kukubaliana jinsi ambavyo mtakapohama katika nyumba hiyo. Tunazungumzia kuhusu haki. Hebu tuzungumzie, tumekita mizizi sana kwa mpangaji. Hebu tuangalie labda na yule ambaye anakusudia kuwa mwenye nyumba ambaye ni landlord pia yeye hajaachwa nje katika makubaliano haya. Sehemu kubwa anayoibeba ni gani kuhakikisha kwamba makubaliano haya na mapatano yako sawa? Yeye ndiye kwanza atahakikisha vyumba vyake viko sawa, viko salama na vina mahitaji yote ya lazima inayotia ndani hizo zote zenye tulitaja mwanzoni, kama ni stima, kama ni maji, mahitaji yote ya lazima kwa mwanadamu. Alafu ile nyumba mazingira yake iko si hatari kwa njia yoyote kwa mwanadamu. Yeye anapaswa kulipwa pesa zake kwa wakati ama kodi yake kwa wakati. Yes. Kuna wengi ambao wanawadhurumu ama anakosa kulipa kodi kama vile umesema kwa wakati na pia kuharibu nyumba yake unapoingia pale. Kuna vitu nitazitaje taniwia radhi kidogo kwa maneno mengine nitatumia ya Kiingereza ikipotea. Kwa zile nyumba ambazo nilijaribu kushughulika nazo kidogo, utapata kama ni bafu, shawa wameharibu, kama ni tapu zote, kama ni sinki zote, kama switch iko kwa ukuta. Hata wakati yule mpangaji anapotaka kuhama kwa lile nyumba, deposit yake pekee haitoshi. Inakuwa tena ni hasara kubwa kwa mwenye nyumba. Inakuwa tena ni hasara kubwa kwa mwenye nyumba. Lakini sasa pia yeye iwapo ameweka hizo stakabadhi vizuri, inakuwa rahisi kuambia mwenye nyumba, hapa itabidi uongeze pesa ili niweze kurekebisha hili nyumba. Na pia wao nitatumia lugha gani? Najaribu kutafuta jina nzuri ya Kiswahili ambayo naweza tumia. Anaweza pia enda labda kudaisha kwa wakati wake ambao unafaa, wanadhurumiwa. Ambia ondoka, hujui corona ilikuja, hujui finance limepitishwa, subiri kwanza nitakutumia. Nisubiri kwanza nitakutumia, nisikuone hapa kwangu tena. Sasa mambo kama hayo wamepitia mengi. So yeye ana haki yake kulipwa nyumba, kwanza kulipwa nyumba yake kwa wakati unaofaa na nyumba yake kutunzwa vizuri. Asante sana. Naona masaa yetu yamekwisha kabisa. Labda mtu angependa kupata huduma za kampuni yenu, labda unaweza tuambia mko wapi na labda mtu angependa kuwafikia? Tuko hapa Kisii. Unaweza tupata Kisii town. Hiyo street lakini nitawatia namba zangu za simu iwapo mtu anaweza hitaji direction yoyote. Yes. Alafu na email wanaweza pia kutuandikia kwa email. Unaweza pia kuandikia kwa email. Huduma muhimu kabisa ya agencies kuhakikisha kwamba wewe mpangaji na mwenye nyumba mko Asante sana mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunamalizia mazungumzo yetu jioni ya leo. Sijui jambo lako la mwisho kabisa, na labda wakitaka huduma wanaweza tupitia TV yetu, labda wapate namba zako. Ushauri wako wa mwisho kabisa. Sasa ushauri wangu wa mwisho ambao ningewapa wote wapagaji pamoja na wenye nyumba, tafadhali fuateni sheria ambayo imewekwa, inawalinda wote. Inakulinda ukiwa mpagaji, inakulinda ukiwa mwenye nyumba. Tusipuuze hiyo tafadhali.
Iwapo ungependa kutupata ama kuwasiliana pamoja na sisi, ningependa kuachia namba yangu ni 0723682088 0723682088 ama utuandikie kwa zcasagencies@gmail.com. Tutapata jumbe zenu na nitaweza kuwasiliana pamoja nasi. Asante sana dada Caroline, we gave you a very short notice na umeweza kufika hapa. Tumeweza kushauri wapenzi watazamaji. Pia nyinyi asanteni kwa kuchukua muda wenu kuhakikisha kwamba umeweza kuuliza maswali, pia kutoa maoni yenu kupitia kwa njia zozote zile ambazo tumeweza kuwapatia. Wikira kwa mwancho murigera ni nato wikira mwali bwa maya ense ya mebona mugoroba chika kitonyera kwa batoko sanga amonere Caroline Nyambura Ogaro yore omwejento kurwa se company ya Zedcas letera nakoro kwa Josephat Amisi ore nyara kwa kweneke chibicha mirego chaguchera senchira yo wikira niga koro kwa Sara Mumanyi tomerane amonae chisa isato chebo na batoko asoko kumanya manga itoke natoka batoko kubateria kurwa semesa ito ya maya.